Asante Mheshimiwa Ibrahim Mohamed Shayo. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi na mimi kumuuliza Mheshimiwa Waziri Mkuu swali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa natamani kujua kwamba na Watanzania waweze kufahamu kwamba Tanzania tumetenga maeneo ya wazi, open space, kwa ajili ya matumizi ya kijamii. Lakini wapo wataalamu, wapo baadhi ya viongozi ambao si waaminifu katika taifa letu, wanajeuza zile nafasi za wazi kuzifanya matumizi ama ya kibiashara ama kujenga majengo, ama wakati mwingine maeneo yale ambayo ni kwa ajili ya jamii kuto kuyatunza kabisa. Mfano, Mheshimiwa Waziri Mkuu, pale Moshi mjini kuna eneo la wazi liko katikati ya mji kabisa linaitwa Uhuru Park. Uhuru Park ni eneo lina miaka zaidi ya 50, lakini leo hii baadhi ya viongozi wameanza kujenga pale kwa kujenga vibanda ambavyo vibanda kama vile vya kuzunguka masoko katikati ya mji, kitu ambacho sio jambo jema na wananchi wanamiminika kwa ofisi za mbunge na kulalamika. Jina mimi naitwa Zuberi Abdalla, Manispaa ya Moshi. Ni ukweli hata mimi nilisikia hilo swali. Mheshimiwa mbunge Ibrahim Mohamed Shayo, mbunge wa Moshi mjini, aliuliza hilo swali katika yale maswali ya papo kwa papo alimuuliza Waziri Mkuu Manispaa ya Moshi. Ni ukweli hata mimi nilisikia hilo swali. Mheshimiwa mbunge Ibrahim Mohamed Shayo, mbunge wa Moshi mjini, aliuliza hilo swali katika yale maswali ya papo kwa papo alimuuliza Waziri Mkuu. Mimi binafsi kwanza lilinisikitisha. Hii ni ilani inazungumzia mkoa wetu wa Kilimanjaro. Item namba 96 inasema kujenga ukumbi wa nje katika eneo la Shantytown. Eneo matumizi ya ile ardhi ya Shantytown ni biashara na ni ndani ya manispaa. Nilisikitika kusikia mbunge anasema ni maeneo ya wazi. Sio maeneo ya wazi. Uhuru Park kuna vibanda tayari viko pale ndani ambavyo hata sisi kama madiwani tumevikuta. Tunachokifanya tumejenga ukuta. Kwa sababu pale eneo la Uhuru Park kumekuwa na matukio mengi ambayo sio mazuri. Kuna watoto wanatapeliwa huku stendi kwa sababu ni karibu na stendi. Watu wanatapeliwa, wanapelekwa pale ndani kwenye lile pori, kuna miti, wanaingia pale wanatapeliwa kila siku. Lakini sio hivyo. Kuna vitendo vibaya vya usiku vinafanyika ambavyo sio sawa kwa binadamu, kwa watoto wetu. Tunalinda kwa kujenga ukuta kule nje kuzuia watu kuingia pale kwenye ile maeneo kufanya utapeli. Fanya ni utekelezaji wa ilani hii ya Chama cha Mapinduzi. Mwenzetu atuambie ateleze ilani ya chama gani? Kwa jina naitwa Joseph Jubilat Tadayo, ni mkazi wa Manispaa ya Moshi. Mimi ni mwanachama wa chama cha wananchi kafu, ni mgombania ubunge mwaka 2020 na 2025. Leo niko hapa kuzungumzia jambo moja ambalo limetamalaki hapa Moshi Manispaa. Jambo ambalo Mheshimiwa mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Ibrahim Haruna Shayo, kuna swali aliuliza bungeni kuhusu maeneo ya wazi kuvamiwa, sawa, kujengwa kiolelaolela. Sasa aliuliza swali, vipi kuhusu hii sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunawachukulia hatua gani hawa watu ambao wamejenga au kuzinisha ujenzi wa dhumuni la kibiashara? Uzuri wake nikamsikia tena meya wa Manispaa ya Moshi kupitia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vile vile ni mwanachama pia wa Chama cha Mapinduzi CCM. Meya nilichomsikia kwamba moja kwa moja kwamba yeye ni mhusika, lakini nimemsikia kwa kujitetea au kwa kujinasibu na hii kashfa ambayo inaendelea au tuhuma ambazo zinaendelea Manispaa yetu ya Moshi. Nimemsikia akisema kwamba kwa ilani ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kilimanjaro, kwamba ilani ilionyesha kwamba kuna maeneo ya wazi ambayo yatajengwa kwa ajili ya biashara, kwa ajili dhumuni kwamba manispaa ijipatie kipato chake. Kwa hiyo hapo walilenga moja kwa moja manispaa kupata nini? Kupata kipato. Lakini tukija kwenye sheria zetu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tangia enzi za wakoloni, kwamba kulitengwa maeneo ya wazi. Haya maeneo ya wazi kusudi kubwa sana ni kwa ajili ya watu kupumzika, yani sehemu zao za kupumzika, kustarehe. Kama mtu anakuwa na mawazo anaenda pale anapumzika, ndio kusudi lake. Na vile vile kusudi lingine kwa watu ambao wasiojua, kwa sababu kuna majanga yanaweza katokea ya kijamii, majanga yanaweza katokea. Kwa ile majanga yanapotokea, kwa mfano kama mlipuko wa magonjwa, wale watu wanachukuliwa wanaenda kukaa sehemu ile ya wazi, au kama kuna mtetemeko wa ardhi ama kuna mafuriko. Kwa hiyo ndio kusudi kubwa kabisa kuweka maeneo ya wazi. Sasa Manispaa ya Moshi kupitia baraza la madiwani wamezinisha ujenzi wa kiolela. Lakini sasa cha ajabu zaidi nimemsikia meya akisema kwamba wao wamezinisha katika ilani yao ya Chama cha Mapinduzi kwamba ujenzi kujengwa, lakini mnaizinisha
ikiwa sheria ya Jamhuri ya Muungano inakataza, na sisi tunavyofahamu, fanya utakavyofanya wewe, buni utakavyobuni wewe, usivunje sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu amesema kwamba wamefanya vile ili wapate kipato, kwa sababu manispaa imeambiwa itafute njia ya kupata kipato. Kuna njia nyingi sana za kupata kipato hapa Moshi kwetu mjini, nyingi sana, lakini wasiwasi wangu kwamba tukiwaruhusu hawa watu wakiendelea kujenga maeneo ya wazi kwa ajili ya kujipatia kipato, ipo siku watakuja kuidhinisha biashara haramu ili tu manispaa ipate nini? Ipate kipato. Tukiwaruhusu hawa watu, ipo siku tutasikia kwamba wanaidhinisha hadi madangulo yaripie ili manispaa ipate nini? Ipate kipato. Kwa cha msingi hapo mimi nachoona, kama kuna sehemu ambayo kubwa CCM imekosea, ni sehemu hiyo ya kutunga au ya kuweka ilani ambayo inaadhinisha sehemu ambazo haziruhusiwi kujenga makazi ya kudumu zijengwe. Hapo wamekosea sana Chama cha Mapinduzi. Kama ni kweli anachokisema yeye, hapo wamekosea sana. Kwa sababu wasiwasi wangu mimi nini? Wakati wanatunga hiyo ilani Chama cha Mapinduzi, kulikuwa hakuna wasomi aidha wa sheria au wataalamu wa hali hizi yaani waidhinishe kwamba sehemu ambazo za wazi zijengwe. Hilo ni kosa vile vile. Ila wasiwasi wangu mimi mkubwa sana, naiona wapi Chama cha Mapinduzi? Naiona sio Chama cha Mapinduzi kwenda kwenye anguko kubwa hapa manispaa ya Moshi, kwa sababu meya na mbunge na baadhi ya madiwani ni watu ambao wako tofauti, na wote hao ni chama hichi kimoja, Chama cha Mapinduzi CCM. Hoja ambazo anaongea mheshimiwa meya, nilitarajia labda sisi wanachama cha wananchi CUF tuje tuyaongee, lakini yeye amekuja kuyaongea. Ni vizuri, nimependa yaongea. Alafu kuna kitu kingine alisema kwamba huyu anehoji kwamba hii sehemu za wazi kujengwa, mbona yeye kwake pale kuna sheli imejengwa? Lakini ukiangalia sheli kujengwa, aliyekuwa meya ni nani? Sawa, kipindi ambacho hiyo sheli inajengwa ilikuwa chama gani? Kipindi ambacho sheli inajengwa ilikuwa serikali ipi? Kwa hiyo ina maana leo hii ukihoji kwamba kwa nini sheli imejengwa, tuulize CCM sasa ndio wenye serikali. Kwa nini CCM waliruhusu sheli kujengwa? Kwa nini CCM iruhusu sehemu za wazi ambazo kisheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zimekataza? Na kuna kitu kingine huyu mheshimiwa meya amesema hivi, ile sehemu ya Uhuru Park ni kwa wameamua kujenga vile uzio na kuweka frame, yani kuweka maduka kwa sababu ya kudhibiti wizi. Wanasema kuna watu wanatapeliwa, wanakimbilia kule Uhuru Park. Huo ni uongo. Na kitu kingine anachokiongea uongo kwamba Uhuru Park kuna pori. Uhuru Park hakuna pori wala kichaka. Yote kwa sababu yeye si mkazi wa Moshi, ndio maana hajui haya. Lakini sisi tunajua, tunafahamu kila Jumapili, Jumamosi lazima tuwe pale. Kuna vikao mbalimbali pale vya kijamii vinaendelea. Pale Jumamosi na Jumapili kuna zaidi watu si chini ya 700 wanahudhuria Uhuru Park kwa ajili ya vikao mbalimbali vya kijamii. Kwa hiyo kusema kwamba ile sehemu ina pori au ina kichaka, huo ni uongo, na inaadhirisha jinsi gani huyu mtu akai hapa Moshi. Kama angekuwa anakaa Moshi hapa angetambua. Kitu kingine alisema kule Shanti. Kule Shanti wametengeneza, wamesema huru. Ile sehemu ni sehemu ya wazi. Yaani ni sehemu kama nilivyozungumzia kwa ajili ya majengo ya kijamii na watu kupumzika na watoto kucheza. Na kile ninachosikitika, yeye mwenyewe amejikosoa na amekiri yeye mwenyewe ni dhaifu. Kusema kwamba sehemu ya Uhuru Park kuna pori, kuna kichaka, basi manispaa ndio dhaifu, kwa sababu ile sehemu iko chini ya manispaa. Manispaa wanatakiwa watenge pasenti kwa ajili ya kuhudumia Uhuru Park. Manispaa inatakiwa itenge pasenti kwa ajili ya ulinzi Uhuru Park. Na ninaposema kwamba pale ulinzi Uhuru Park hakuna ulinzi, uongo. Pale Uhuru Park kuna ulinzi. Ukienda saa 2 pale kama umekaa kwenye vile viti, kuna mlinzi anakuja anakuambia unafanya nini hapa? Naomba uondoke, muda umeisha. Na kule mbele kule ambao mbele zaidi kule namshukuru sana mkurugenzi ametengeneza sehemu ya parking ambao ni shilingi 2000. Kule kuna geti. Kwa mtu ukiingia kule huwezi kutoka. Hii yote kwa sababu mtu labda hajui, labda afuatilie. Lakini sisi wanajamii wa Moshi tunajua hayo mambo. Na kitu kingine amesema kwamba kuna vibanda kule ndani wamevikuta vimejengwa. Vile vibanda ni temporary. Hakuna kibanda pale cha zege. Tofauti na hizi frame ambazo wao wanatengeneza. Hizi frame ambazo wanatengeneza wao ni za zege na za kudumu. Lakini vibanda wanavyozungumzia vile vibanda vilitengenezwa kwa dhumuni la huduma. Kwamba kuna watu mule ndani wanakuja kama kupumzika nini, wapate soda, vinywaji mbalimbali, vinywaji vya baridi, ili wanaokaa vikao nao huduma iendelee. Lakini
yani aelewe kitu kimoja, sio vibanda vile vya kudumu, ni vya muda. Kama atabisha siku tufanye ziara, twende tukatembelee pale vile banda jinsi vilivyotengenezwa, sio kama hivi ambapo wao wanatengeneza. Na kama wanasema walipata wazo zuri la kutengeneza ukuta, wangetengeneza ukuta tu, kwa sababu sehemu za biashara zipo nyingi. Useme kwamba yani kusema kwamba wao wametengeneza ukuta, si ukuta gani? Kuna vibanda zaidi ya 8 pale vimetengenezwa, huo ni ukuta. Anyway, kama hapa mpakani mwa Urupaki kuna KKT. Hivi KKT wao wakuwa na wazo la kutengeneza pale frame, ni nani pale ambaye angaipiga hela nyingi? Kwa sababu wenyewe KKT wanafahamu kabisa hii ni sehemu ambao watu wetu wakija kwenye ibada wapate sehemu ya kufanyaje, ya kupaki magari yao. Kuna kingine kwamba kuna sitofahamu kutoka kwenye maneno ya meya, kwamba meya anakiri kwamba labda mbunge si wa Chama cha Mapinduzi, lakini kwamba sisi tunaamini kwamba mbunge ni wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo naliona anguko kubwa sana la CCM katika manispaa yetu ya Moshi, kubwa sana, kwa sababu tunaona upinzani waliokuwa nao wenyewe kwa wenyewe, ulitakiwa upinzani huo uwe wa wao na chama cha kafu, uwe wao wa chama cha ST, uwe wao na chama cha Chadema, uwe na wao na chama cha NRA. Lakini mbaya zaidi kwamba upinzani mkubwa sasa hivi ulikuwa hapa Moshi ni wa Chama cha Mapinduzi, kwamba meya na watu wake, mbunge na watu wake. Kwa mimi hapo sasa tunaona kuna nguko kubwa kabisa Chama cha Mapinduzi. Mwisho wa siku kwamba sisi wote ni wanasiasa, sisi wote dhumuni letu ni moja, kumhakikishia mwananchi wa Moshi anapata unafuu wa maisha.